Na karibu mtazamaji na shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Familia moja kutoka kaunti ya Nakuru sasa inaomba msaada kutoka kwa wasamaria wema ili kupata matibabu ya binti yao mwenye umri wa miaka 16 aliye na maradhi ambayo yanaathiri uti wa mgongo yanayojulikana kama scoliosis. St. Clara Waithera aliyegunduliwa kuwa na maradhi hayo akiwa na miaka 4 alilazimika kuacha shule kutokana na maumivu yanayotokana na maradhi hayo. Hadi ya Mwasiwa anasimulia zaidi. Kwa zaidi ya miaka 10, St. Clara Waithera ameishi na maradhi yanayoathiri uti wa mgongo yanayojulikana kisayansi kama scoliosis. Maradhi yanayosababisha kupinda kwa uti wake wa mgongo na kuathiri uwezo wake wa kuketi, kutembea kwa muda na hata kupumua. Waithera mwenye umri wa miaka 16 ana hulka ya uchangamfu na sura ya bashasha. Na licha ya changamoto anazokumbana nazo, bado hajakata tamaa. Maumivu yanayotokana na maradhi hayo yalimlazimu Waithera kuacha shule na kuanza kusomea mitandaoni, jambo analosema limemrudisha nyuma kimasomo. I can't sit for a long time because I hear pins and needles in my spine, and whenever I walk from the classes to the dining hall or the classes to the dorm, I feel a lot of pain. Sometimes I stand somewhere to relax, and it also affects my lungs too, because I can't, the pressure affects and it compresses my spine. Kwa Marion na Shiku Mwangi, mamake Waithera, hali ya bintiye inamtonesha kidonda na kumletea kumbukumbu za miaka 11 iliyopita alipompoteza bintiye mwingine aliyekuwa na maradhi sawa na hayo. St. Claire Wangoi Mwangi passed on in India after a successful spine surgery, having been suffering from a spine condition called scoliosis. Unfortunately, the same spine condition my lovely daughter St. Clara Waithera Mwangi is suffering. This spine condition starts showing at the age of 4 years. That is when my late daughter St. Claire Wangoi started showing, and at the same year, age 4, St. Clara Waithera also. Licha ya ugonjwa huo kutoonekana kuwa na asili ya kihistoria katika familia, bado inamkosesha usingizi mama huyu anayehangaika kutwa kucha kutafuta matibabu kwa ajili ya binti yake. Kulingana na John Kimani, kakake Waithera, gharama ya juu ya upasuaji unaohitajika kufanywa imekuwa kizingiti kwenye safari ya matibabu ya mdogo wake. As a family, it's a challenge because some of the things that normal families do, we cannot engage in because of her condition, but we try to our level best. Financially, it's very strenuous due to some simple things like traveling. You cannot travel with her in a matatu like any other person, so it's strenuous because you have to look for special means. Waithera ambaye ana ndoto ya kuwa daktari kwenye siku za usoni, ana imani kuwa maradhi haya hayatakatiza ndoto hiyo. Hadi ya Mwasiwa, KTN News. Bila shaka tunatumai atapata ufadhili utakaomwezesha kupata huduma za matibabu. Tunamwombea afueni ya haraka. Ugonjwa wa selimundu au sickle cell ukipenda umeripotiwa kuongezeka kwa